swinging delivery. Now then, Janisi Kazwe. What has he given here? The Moroccan players surrounding the referee. Should he be seen? But on this occasion, it looked like Kalani's delivery, and not really much in that. It was Tamang Monari on as a substitute. Just trying to get... And the referee is going to come across to look at the images here. Communication with the VAR team. Question is, was this a penalty? That is what the referee wants to verify. There's the contact. The corner played in. It was Monari just on as a substitute. The Pirates defender up against Mokadem. And the referee getting a good look at this. Does he feel that the contact merits a penalty kick to BERKANE? Yes, he does. Well, drama here at the start of extra time. Goodness me, BERKANE have been on the back foot for the majority of this game. And from their first corner kick of the evening to pull off a save from the penalty spot. El Fali for BERKANE scores, sends the goalkeeper the wrong way, and BERKANE have the lead in extra time. And a small band of supporters have come here tonight from Morocco, are on their feet celebrating an unexpected start to extra time for the Moroccan side as they chase Confederation Cup glory again. Coolly stroked home by Youssef El Fali. 6 goals in this Confederation Cup for him now. And here's the trophy heading to Morocco again. Space for BERKANE to break into. Scoudi driving forward. Just to hold on to this ball. It's the difference that the fresh legs make here. Scoudi still going. And eventually, the free kick is given against the BERKANE player. Goes early. It's a terrific cross from the right-hand side, and the quality of the header was lacking. There's another BERKANE player down in the box here who will require some treatment. The referee suggesting bring the stretcher on and take him off. Young number 6. From Senegal will have to help his team defend this lead here as the ball sneaks in incredible fashion. Orlando Pirates somehow have an equalising goal in the 117th minute of this final. Disbelief in the BERKANE defence, disbelief in the stands too. And the locals here delighted for one of their own, Olisa Nda, in the Orlando Pirates lineup, but Pirates fans back home in South Africa, just as they'd lost all hope of salvaging this final in the middle. And then, well, was it even a shot this? No, it was just a ball played in towards the edge of the 6-yard area from Tembin Kosi-Lorch. Got the break of the ball initially, and somehow that has evaded everybody on its way into the corner. What a remarkable moment. Absolutely astonishing. And it's 1-1. Mekwenda kubeba mpira usinga ukiwa katika mkono wake wa kushoto kwa kujiamini kabisa, anaweka katika eneo lile
Tazama mwamuzi ilikubaliana naye kwamba alipoweka ni sawa sawa. Jaribu pia kumtazama Hamza Hamian Akbi. Na mtazamana macho kwa uso kwa macho. Anamuona na yeye anamuona. Haya, nyuma mpira. Happy! Chini kabisa. Katika eneo ambalo haikuwa rahisi kufika kwa Hamza Hamian Akbi. Happy Jele anaandika penalty yake ya kwanza. Tazama namna ambavyo alipigwa. Hakutumia nguvu sana. Chokifanya ni msukumo sahihi, wakati sahihi na kasi yenye ubora na umaridadi wa namna yake, jambo ambalo limemfanya Hamza Hamian Akbi akiwa haelewi wapi pa kuelekea. Beki wa kushoto sasa ndio zamu yake, anakwenda kupiga penalty ile. Hamza El-Musawi, yeye ndiye anayekwenda sasa kupiga penalty kwa upande wa RS BERKANE. Ni yeye dhidi ya Richard Ofori. Tafakuri ya Richard Ofori, anajiamini kweli kweli, lakini Hamza El-Musawi na hesabu hatua zake kuelekea nyuma. Jean Sikazwe, filimbi yake imemruhusu sasa. Ni Hamza Masui kambani. Hakuna namna ambayo Hamza El-Masawi alimpa nafasi nzuri Richard Ofori kufikia mpira ule, licha ya kwenda upande ule ule. Anajilaumu mwenyewe jinsi ambavyo alikwenda, lakini kasi yake haikuwa kubwa sana. Hamza El-Masawi huyo afurahi, lakini sasa ni Thembi Nkosi Lochi. Tayari penalty ni 1-1. Thembi Nkosi Lochi sasa ndiye ambaye anakwenda kupiga penalty ya pili kwa upande wa Orlando Pirates. Moja kati ya wachezaji wa nyumbufu, wachezaji ambao wanacheza kwa kasi ile ile kuanzia dakika ya kwanza ni yeye Thembi Nkosi Lochi dhidi ya Hamza Hamiani. Anahesabu hatua zake, kipenga cha mwamuzi Jean Sikazwe kimesikika. Narudi nyuma hatua moja. Thembi Nkosi ameondoa mpira. Hamza Hamiani Akbi ameondosha mpira vizuri kabisa, kenda kwa kasi ile ile. Kasi yake imempa nafasi nzuri ya kuondoa. Kasi ya mpira wa Thembi Nkosi Lochi ilikuwa ni sahihi na kasi yake Hamza Hamiani Akbi, na kuondosha mpira katika hatari. Save ya maana, lango likiwa salama katika uokozi Hamza Hamiani Akbi. Sasa Orlando Pirates wamekosa penalty moja, wakipiga katika zile penalty zao mbili. RS BERKANE wao, hii ndio penalty ya pili inakwenda kupigwa. Tazama zaidi kiko wapi kile kipande cha kuingizia Yosef Zaudi. Meutenga mpira sasa vizuri. Yosef Zaudi ni yeye dhidi ya Richard Ofori. Amesha hesabu hatua zake. Jean Sikazwe, kipenga chake kimesha ruhusu sasa. Ni Yosef Zaudi kambani. Hana muda wa kupoteza Yosef Zaudi. Hana muda wa kupoteza. Meweka pira ambako Richard Ofori hawezi kufika. Faida sasa wanayo RS BERKANE katika majaribio yao mawili ambayo wameyafanya, yote yamegusa nyavu. Lakini kwa upande wa Orlando Pirates katika majaribio mawili, moja tu ndio limegusa nyavu. Jaribio lingine sasa wanakwenda kufanya, alikuwa ni jaribio la tatu. Anakwenda sasa Shegofaso Mabasa nyuma ya mpira, anajitengea katika nafasi nzuri, naye pia akiangalia namna ambavyo anaweza kuweka mpira vizuri. Manyunyu ya mvua yale nayaona kwa mbali. Haya, Jean Sikazwe, kipenga chake kimeshasikika. Mabasa chuma.
Anashangilia kwa staili ya aina yake. Shegofaso Mabasa, tazama namna ambavyo aliweka mpira vizuri licha ya kwenda katika upande huo Hamza Hamian Agbi, lakini kasi ya mpira ambao ulipigwa na Mabasa ilikuwa kubwa sana, kajikuta akipishana na kasi yake katika majaribio matatu ambayo wameyafanya Orlando Pirates. Mawili yameingia nyavuni lakini moja wamekosa. Hivi sasa ni nizamu ya RS BERKANE kiwa anakwenda kufanya jaribio jingine, na anayekwenda kupiga ni beki wa katikati Ismail Mokadem. Tenga mpira vizuri, achokisubiri tu ni Richard Ofori kukaa sawasawa na mwamuzi Jean Sikazwe kumruhusu. Kipenga cha mwamuzi ndio kinasubiriwa. Haya, tayari ameruhusiwa sasa. Mokadem weka katika kamba, ameweka mpira eneo ambalo Richard Ofori hakufanikiwa kwenda. Ismail Mokadem anaonyesha akiwa na kigusa kichwa chake kwamba ni akili tu ndio inatumika. Ismail Mokadem piga akimpeleka mtu market, naonyesha tu ni akili. Wakati mwingine mipira kama hii napaswa kutumika akili zaidi kuliko maarifa. Haya, katika majaribio matatu kwa kila timu, BERKANE wao wamefanikiwa kuwa na 100%, wakati Orlando Pirates wao wamepoteza jaribio moja. Thabang Morane Amod ndiye ambaye anakwenda kupiga jaribio la 4. Thabang Morane, roho za Waafrika Kusini pengine ziko katika mikono yake sasa. Ni Thabang Morane dhidi ya Hamza Hamian. Anajiamini kwa mbwembwe Hamza Hamian, karibu mipira yote ambayo imepigwa. Haya, ameweka mpira juu mbali kabisa na kule ambako Hamza Hamian alifikiria. Kazi nzuri akifanya Thabang Morane, penalti ya kikatili kweli kweli, kipiga ama kifumua ile minyavu ya juu, nyavu zenyewe zimelia poko. Haya, katika majaribio manne Orlando Pirates wao wamepata matatu, moja wakipoteza. Hivi sasa ni jaribio la 4. Hamza Hamian anakwenda kuzungumza na Issa Fudayo, pengine akiwa anamueleza umuhimu wa penalti hiyo. Kama atafunga itakuwa imeweka katika nafasi nzuri Issa Fudayo, moja kati ya wakongwe katika kikosi hicho. Si wakongwe sana, lakini wakongwe wa mafanikio. Yani ukizungumza mafanikio ya RS BERKANE, basi utamzungumza pia Issa Fudayo, ambaye amekuwa hapa na ameshuhudia taji la kwanza wakilitoa la kombe la shirikisho. Merudi nyuma kuhesabu watu zake. Jean Sikazwe tayari ameshamruhusu. Ni Issa Fudayo na Richard Ofori. Issa Fudayo weka kambani, anasikiliza tu. Mnasema nini? Kuna namna mnaongea kitu. Memweka mtu market, kiweka mpira upande mwingine. Richard Ofori akienda upande mwingine. Mebaki sasa penalty moja. Kama kawaida, anayekwenda kupiga penalty ya mwisho ni Richard Ofori. Jean Sikazwe anakwenda kumwambia hakuna janja, usiusogeze mpira zaidi, weka mpira sehemu yake inayopaswa kuwepo. Richard Ofori anarudi hatua chache nyuma. Kila kitu ni mahesabu, napaswa kuhesabu hatua. Richard Ofori na hesabu hatua zake vyema kabisa. Richard Ofori pamoja na Hamza Hamian Agbi, ananyata. Richard Ofori piga katikati, hajataka kuweka kushoto wala kulia, katikati. Wewe nataka kusema nini? Weka pale pale lipotoka tu, naenda kaweka pale mpira. Haya, penalty ya mwisho sasa. Hii itakwenda kuamua ubingwa unaelekea wapi. Kama atafunga, itakuwa ni nafasi sasa kwa BERKANE kupata bingwa huo. Mshambuliaji ndiye anayekwenda kupiga Ibrahim
Bahrui. Haya, roho za wa Morocco ziko katika mikono yake hivi sasa. Mashabiki wa Berkane watakuwa wanamuombea zaidi wakiwa wameshika mioyo yao. Haya, Brahim! Penalty ya mwisho ya Brahim. Brahim, hiyo ndio inasimika msumari wa mwisho na kuonyesha kwamba sasa RS Berkane ndio mabingwa wapya wa kombe la shirikisho barani Afrika kwa msimu wa mwaka 2021, msimu wa mwaka 2022. Richard Ofori kichwa chini, Happy Jele na wenzake, lakini Godman Mosele yule haelewi kile ambacho kinatokea. Tazama namna ambavyo ulipigwa mpira ule. Kilichofanywa ni kunyanyua mpira kidogo tu na kupeleka katika nyavu za juu kule ambako mara zote utaona njiwa ndio anakwenda kutagia. Hamza Mian anafurahi kweli kweli, taji jingine hili wakiwa wanalitwaa la kombe la shirikisho. Mashabiki wale ambao pengine hawajafurahishwa na kile ambacho kimetokea wanaondoka tayari. Isafu Dayo meshika bendera ya Burkina Faso, Burkina Be, kiwa na furahi. Wachezaji wa Orlando Pirates wako chini hoi. Mashabiki hao ukiwa unaona jezi za orange hizo, bila shaka utakuwa unaelewa tu nini ambacho kinaendelea. Mashindano ya 19 ya kombe la shirikisho barani Afrika. Bingwa ni RS Berkane. Eja studio, kisha tutakuja hapa kuja kutazama namna ambavyo utakuwa unaendelea taratibu zile za utoaji wa zawadi. Lakini kwa sasa tunakwenda studio kupata uchambuzi kidogo, kisha tutarejea hapa tena kutazama taratibu zote za utoaji wa zawadi.